Naam, jina langu ni Dr. Senior Elisaria Palanjo, na huu ni mwendelezo wa vipindi vyangu vya Ndoto ni Maisha. Nami ninazungumza mambo ya ulimwengu wa roho, na ninaendelea na kipengele ambavyo ni muhimu, vipengele vya ndoto za hatari. Ndoto za hatari ni nini? Ni zile ndoto ambazo unapoziota basi ujue madhara yake au madhara ambayo yanakukabili katika hizo nyakati ni makubwa, na hasara yake kama hutachukua tahadhari yatakuwa ni makubwa sana. Kuota kwamba unapotea njia, Biblia inasema kuna njia ionekanayo sawa mbele ya macho ya binadamu, lakini mwisho wake ni mauti. Mwisho wake ni mauti. Unapoota ya kwamba unapotea njia, maana yake ni kwamba wewe unaingizwa kwenye mifumo mingine ambayo utapoteza baraka zako, utapoteza ile neema. Yaani shetani anachojaribu kukifanya kwenye maisha yako, jambo lingine ambalo unapaswa kulifahamu, yeye ni kukupeleka mbali na njia za mafanikio yako. Kama umeandikiwa kwamba utabarikiwa sehemu fulani au kwa njia fulani, yeye atakachokifanya ni kukupeleka sehemu nyingine kabisa ambayo haina connection za baraka yako. Imeandikwa katika kitabu cha Isaya 53 na mstari wa 6. Lakini unapoota kwamba unapoteza ufunguo, maana yake ni nini? Maana kupoteza funguo maana yake ni ule uwezo wa kuingia na kutoka. Yesu anamwambia Petro ya kwamba katika huu mwamba, wewe ndio Simoni, lakini katika huu mwamba nitalijenga kanisa langu, milango ya kuzimu haitaweza. Anaendelea kuzungumza, anasema lile ambalo mtafunga duniani na kule mbinguni litakuwa limefungwa. Maana ya kuota kwamba unapoteza funguo maana yake ni nini? Ile ni kupoteza mamlaka au kupoteza nguvu katika ulimwengu wa roho. Sisi wote tunazidiana kwenye nguvu katika ulimwengu wa roho. Nani ambayo ni bouncer? Tunapoangalia kwenye nchi ya Tanzania kuna wale wapiganaji wa ngumi. Mwingine anasema yeye ni namba moja, mwingine anasema yeye ni namba moja, na yeye namba moja inashindaniwa. Kwa nini? Kwa sababu ile ndio nguvu ya mwanadamu. Unapoota unapoteza funguo, maana yake unapoteza mamlaka, unapoteza nguvu yako katika ulimwengu wa roho. Tuna nguvu ya kufungua na kufunga. Lakini pia unapoota kwamba umepoteza viatu, ukiota kwamba umepoteza viatu, maana yake ni kwamba umepoteza heshima yako. Umepoteza heshima yako katika mambo yako, katika Injili. Kama wewe ni mwana Injili, kama wewe ni mfanya biashara, maana yake umepoteza heshima yako. Kupoteza viatu maana yake umepoteza heshima yako. Lakini kuhusu habari ya ndoto za hatari, ziko nyingi ambazo bado nitaendelea nazo.